Tuko na watu tulio nao kanisani lakini jina za kwao zimepotea. Kinachofanya mtu adondoswe na machozi akikaa kati ya watu kwenye kiti. Nasema ijapokuwa na shiriki ama natembea huku mjini, lakini kule kwa mamangu majina hatuna. Tuna watu walio kwenye mtana ni kana kwamba hawako. Nimetukuza mwana kondoo. Tuna watu walio kwenye mtana ni kana kwamba hawako. Unajua shetani ana uwezo wa kupoteza jina la kila mtu. Iwapo wanaongelea kuhusu walio na kikundi cha pesa hapo mtaani, ama ukitoka hapo ile nyumbani babako anakimbia na baskeli kuleta unga, inamaanisha ikifikia kiwango cha pesa hata ongeleshwa atatumwa kama mtoto. Inamaanisha kupanda utajiri majina sababu yako ulipotea. Hata wewe ukijiangalia mjini mahali huko majina ya watu wa pesa umepotea na ukiwa kule mjini. Shetani ana uwezo kupoteza majina yenu kuanzia bomani hadi mjini. Manake ni sheria yule aliyepata kupokea msara kama barabara na msara yake. Na siku zile alilala jenezani ikiwa ametulia kifo ikamuua, pesa zake zinani akamwangamiza nayo. Kifo kikamchukua pasipo kupata msara yake ya kwanza. Hilo jambo imefanya kama maiti ambayo anapanguzwa machozi hivi jenezani. Aliandika akaweka sahihi ili boma ambalo lipo hakuna mtu atakuwa na pesa, majina za watu sasa ipotee. Hilo jambo imefanya ukipotea, ukitafuta pesa unatafuta mali majina yenu yalipotea. Unatafuta pesa uwe mtu wa madeni kadhaa kule mjini. Ukitaka kuwa tajiri, je, umechunguza kama majina yenu yako katika watu walio na pesa? Ni kitu ambacho shetani imeweka, ukitaka kupandishwa cheo shetani anaipiga teke. Ni kitu shetani amesema ya kwamba ukitaka kupata kazi, wakati ukipata na magonjwa yanakuja. Tuko na familia ambayo shetani ulileta sheria pale ya kwamba hakuna binti ambaye analewa naishi na mume. Ni sheria ambayo binti fulani aliweka sahihi kule baharini. Aliandika wakati kifo kilimchukua alipokuwa kule baharini akifanya biashara ya omena. Alikwenda mtu akampatia kifo kule ufuoni. Ninasema asante kwa ushujaa. Yesu alitufikisha kwenye kambi. Tuna waume ambao hata sasa majina ya watu walikuwa wamepotea kati ya mali zao. Hata ikiongelewa kuhusu ujenzi watu wa kwenu watahesabiwa. Ni kitu hata kuja ambao nataka kujenga nenda pasiliwa uuse kwenye masisi. Wakati wataka kujenga ni wakati shetani ameleta vifo na magonjwa na vizanga. Na mimi pia nauliza mjukuu wa nyina, hawa watu waliokaa mbele yetu bomani kwao ni namba ngapi? Wacha nikuulize, sheria gani uliweka
Hakuna chimba katika ile dhako midona. Nasema ni sheria hata ukiwa binti unataka kuishi naye. Wakati ni wangu dhako ma inongo ni chui dhako. Na hata ukipata mume unataka kuishi na yeye. Chimba ni migo choke tekoke manomi ukuti sanduko hilo. Sheria vile binti aliweka sahihi inafanya nafura gerezani na panda. Hawi ukuti katendo manopa no mitendo kotendo nene wako daki ni chuo. Ikiwa ameaibika alipodhani ataolewa hakuolewa na hakukaa na mume. Kama no nini sanduku no kendo kokeni ungebigo mano daki ni chuo kaka haba kwa donga kaka jiteno ko. Mahali pale lele gerezani aliweka sahihi ya kwamba hakuna binti ataolewa jinsi ilivyokufa. Ufuoni ndivyo watu wote watakufa. Ndio chimanya lokelo kisama kata gimularo ongetifuka gilokendo ketu magi matino chwanyo jimaji owerega. Ni shetani ambaye analeta kisirani hata hakuna cha kugombania. Hilo kitu kidogo limewagonganisha na kila mtu ameenda kivyake. Minoni ni jingi ubuke kwa mwana matendo kenoda. Na ukakuta jina lako limeondolewa katika orodha ya watu wanaoolewa na wanaishi. Apendo ni alamu Pasaka. Na nimeleta mwana kondoo mfalme wa Pasaka. Hakuna chima nyingi kidogo loke kwa nani manyuholo. Niko na watu idadi yao iliondolewa katika idadi ya watu ambao wanazaa. Kwani kijima ndogo kwani kineketi uketi kono. Nina watu ambao idadi yao iliondolewa maana sheria uliweka. Apako nyarongo. Nimetukuza mwana kondoo. Zako mano mako echikichwale. Ni binti aliye kama alipata mimba na mumewe. Chimo ndogo kakoro mwenyuke o. Na siku moja vita ukatokea kule nyumbani. Michuno okao yen. Na mume akachukua kuni. Mchwano nyatima neni yeno. Na akapiga mtoto tumboni. Mojishinizi kutu kihino. Na akamwambia nenda kule na huyo tumbo yako. Akuja noko kaiyo tichore. Yule binti akama kama tumbo yake umemwagika. Hebu kitu kukini munte madaraka. Na yeye pia ameweka sahihi kwa wanawake wote kule bomani. Miyabe kako gino baga bao kanyole kaka jiteno luchiki. Na kwamba jinsi ni kitu imenipumbaza na sijasaa watu wote wanapenda hii sheria. Yesu wa. Wapo Yesu ananiokoa. Ndani kama. Hivi. Apendi. Nakuuliza. Cheki male mbona nyibuka. Ni sheria gani imeondoa jina yenu nje? Amano kitu kwa chekno. Nani aliweka sahihi katika hiyo sheria? Bedangi nwangu nyingano. Je, utapata jina la mtu yule? Kuna nini utakaje chinoba kuona? Na umbwa ulisema kwamba nafahamu jinsi tena nilipotambua babangu. Kongo wa. Na mna neno. Ageni utakaje chinoba kwa nini wa? Najua jinsi tena nilipofanya nyumba ya mamangu. Baba wangu utakaje chinoba ndo nini? Kule kwa najua jinsi tena nimepata nyumba ya mamangu. Mcha wacho ya kwa nyina ni alikatalimu kijo yao. Nilisema mkijukua jina hata nikihubiri na mahubiri. Amalo menyocha kone katabutu kijo yao. Mimi mara nilisema hata nikitembea na wahubiri. Abudu Yesu kitwaya na kechika na keti. Na kuja Yesu na machozi na yake sheria ambayo iliwekwa. Kechika manuke na ndio kakuma kwara. Ni sheria ambayo iliwekwa katika boma la kumba baba yangu. Kongo la nyingwa ke listi. Nikaondoka jina ya baba yetu ili kwenye orodha. Kwani angalia wasira matwane ndo wasiche. Na ikafanya nikaona dhiki kati ya dhiki. Kati Yesu ni alubiro. Kama sio Yesu ambaye aliweza kuja. Ninao kunena. Hamungeweza kuniona. Ninao kunena. Hamungeniona. Ninao kunena. Hamungeniona. Ninao kunena. Hamungeniona. Kagwedo Manuel. Nabariki Emanueli. Watu mtamalemo kaka ilemo. Neno ambayo imenizuia kuomba jinsi watu wanavyoomba. Hana katanua pesa o'clock. Mimi hata nikipata pesa hizo ni badili. Katanua leo o'clock. Hata nikipata mvua hizo ni badili. Hata yao mopa kwa o'clock. Hata nihubiri watu waanguke chini hizo ni badili. Jibusi kuchurupi wanga. Kile ambacho kinadondosha machozi. Masika walopi wanga guguno hii. Siku zote na mwaga machozi yangu kwenye hilo kitabu. Hao walopi wanga manoko tekogono. Na mwaga machozi katika kitabu iliyowekwa sahihi. Ageno nipi wanga nitie kale maja luruto maja lo yetu ku. Nafahamu kuna machozi ulio sahihi ambayo unaweza narua na kuivuta. Kaka piki ole kitabu to nginjore. Jinsi maji ukimwaga kwenye kitabu ina